Je, unamfahamu Mammon? Mammon ni nani? Je, Mammon ndiye hutoa utajiri na mafanikio? Katika ulimwengu wa leo, watu wengi wanaamini kwamba kuna nguvu za siri zinazoweza kumpa mtu utajiri mkubwa, mafanikio ya haraka na maisha ya kifahari. Moja ya majina yanayotajwa mara nyingi ni Mammon. Wapo wanaodai kuwa Mammon ni mungu wa fedha anayetoa mali, huku wengine wakisema ni ishara ya tamaa na mali. Lakini ukweli ni upi? Leo tunaangalia historia ya Mammon, maana yake katika maandiko na mafundisho yanayotolewa kuhusu fedha na utajiri. Je, Mammon ni nani? Neno Mammon linatokana na lugha ya Kiaramu ambapo linamaanisha mali, fedha au utajiri wa baadaye. Neno hili lilianza kutumika kama mfano wa watu wanaoabudu mali kuliko kumcha Mungu. Katika baadhi ya maandishi ya kale, Mammon alielezwa kwa njia ya mfano kama nguvu inayowafanya watu kutanguliza fedha mbele ya maadili na imani. Ni muhimu kutambua kwamba katika maandiko ya Biblia, Mammon hachukuliwi kama mungu anayepaswa kuabudiwa, bali kama mfano unaonywa dhidi ya kufanya mali kama kuwa bwana wa maisha ya mtu. Kwa nini watu huhusisha Mammon na utajiri? Kwa sababu Mammon huhusishwa na mali. Baadhi ya watu wameeneza simulizi kwamba ni nguvu inayoweza kumpa mtu utajiri wa haraka. Simulizi hizi zinakuwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii, filamu na hadithi mbalimbali. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kwamba Mammon ndiye anayewapa utajiri watu. Mara nyingi madai hayo hutokana na imani, hadithi na tamthilia mbalimbali zinazotofautiana kimaadili. Biblia inasema nini kuhusu Mammon? Katika mafundisho ya Yesu kuna onyo maarufu linalosema kwamba mtu hawezi kuabudia mabwana wawili kwa wakati mmoja. Mungu wa Mammon maana yake ni kwamba mtu hawezi kufanya tamaa ya fedha iwe ndiyo inaongoza maisha yake huku akidai kumtumikia Mungu kwa moyo wote. Ujumbe mkuu si kwamba fedha ni mbaya, bali kwamba kupenda fedha kupita kiasi unaweza kumfanya mtu apoteze maadili, haki na huruma. Je, fedha ni mbaya? Fedha si mbaya. Fedha hutumika kulipia mahitaji, kuendesha biashara, kusaidia familia na kufanya maendeleo. Tatizo huanza pale ambapo mtu anafanya fedha kuwa lengo kuu la maisha na yuko tayari kufanya jambo lolote ili azipate. Ndio maana tunashuhudia baadhi ya watu wakijihusisha na rushwa, udanganyifu, wizi au biashara haramu kwa sababu ya tamaa na mali. Dalili kwamba fedha zimekuwa bwana wa maisha yako. Unafanya jambo lolote ili kupata pesa bila kujali maadili. Uhusiano wako wa familia na marafiki unaharibika kwa sababu ya fedha. Unawadharau watu wasio na mali. Unaishi kwa kulinganisha mafanikio yako ya utajiri na watu wengine. Hauridhiki na kile ulichonacho hata unapopata zaidi. Njia bora za kupata mafanikio. Badala ya kutafuta njia za mkato, mafanikio ya kudumu mara nyingi hujengwa kupitia elimu ya kujifunza ujuzi mpya, nidhamu katika matumizi ya fedha, kazi kwa bidii na uvumilivu, uaminifu katika biashara au kazi, kuweka akiba na kufanya uwekezaji wenye busara, kuendelea kujifunza na kuboresha uwezo wako. Ingawa njia hizi zinaweza kuchukua muda, mara nyingi hujenga msingi imara wa maendeleo yako kwa muda mrefu. Kwa nini hadithi kuhusu Mammon zinaendelea kuwavutia mamilioni ya watu? Sababu kubwa kwamba watu wengi hutamani mafanikio ya haraka. Pale mtu anapoona wengine wamefanikiwa kwa muda mfupi, anaweza kuvutiwa na simulizi zinazodai kuwa kuna nguvu za siri zinazotoa utajiri. Ni vizuri kuchunguza madai kama hayo kwa makini na kutofautisha kati ya mafundisho ya kidini, hadithi za kitamaduni na taarifa zinazoweza kuthibitishwa. Hitimisho: Mammon ni neno ambalo lina historia linalohusishwa na mali na utajiri, na katika mafundisho ya Kikristo hutumika kama onyo dhidi ya kufanya fedha kuwa ndio
inayotawala maisha ya mtu. Hakuna ushahidi wa kuaminika unaothibitisha kwamba Mammon ndiye anayetoa utajiri au mafanikio. Mafanikio ya kweli yanajengwa kupitia juhudi, maarifa, nidhamu, uadilifu na maamuzi mazuri ya kifedha. Fedha ni chombo muhimu cha maisha, lakini hazipaswi kuwa bwana wa maisha ya mwanadamu. Asante kwa kutazama au kusikiliza. Kama umejifunza jambo kupitia makala hii, usisahau kuipenda video hii kwa kuacha maoni yako kuhusu unachokiamini kuhusu Mammon na kujadili kwenye chaneli hii ili kupata makala nyingine zenye elimu na maarifa. Ni mimi Daudi Michael niliyekuandalia makala hii. Usisahau kusubscribe, kucomment na kulike na kushare kwa wengine ili wapate kujifunza. Maana mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante na muwe na siku njema.